Bwana Yesu asifiwe. Nipende kukusalimu kupitia jina la Yesu. Mungu akubariki sana mpendwa. Unajua kuja ibadani watu wengi wanakuchukulia tu ovyo. Ila kuja ibadani mpendwa, mimi naweza nikasema kuwa hujaribu. Amen. 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 Asante. Basi kwa kuwa tulikwisha kusalimiana jana, amen. Amen. Si tulikwisha kusalimiana jana? Na nilijitambulisha kwa majina yangu kamili, kwa ninaitwa kwa hayo majina. Sasa wakati huu tena sina haja ya kuendelea sana kwenye kuhusiana na ufunguzi, kwa sababu ufunguzi tulifungua siku ya jana. Na shukuru Mungu, muda ulikuwa ni mzuri kabisa, tuliweza kujifunza vizuri. Amen. Tulijifunza vizuri, na mimi mwenyewe nami nasema kuwa uandae moyo wako kwa ajili ya kujifunza. Ukiuandaa moyo wako kwa ajili ya kujifunza, na utajifunza vizuri. Ila usipouandaa moyo wako kwa ajili ya kujifunza, hautajifunza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaiangalia nia ya mtu, yaani nia ya mtu katika moyo. Haangalii ule ujio wako katikati ya ibada hii. Mungu haangalii kuhudhuria kwako katikati ya malango haya, ila Mungu anaangalia ile nia yako. Yamkini umelazimishwa kuingia katikati ya malango haya kwa sababu ya sheria au kwa sababu ya ratiba au ya kuwa ukaondoa aibu ya mwilini tu. Sasa kitu ambacho nasema kuwa iandae nia yako kwa ajili ya kujifunza. Tunasema ibada yenye matokeo inaandaliwa na nia. Ibada yenye matokeo haiandaliwi na kusanyiko la watu. Ibada yenye matokeo inaandaliwa na mtu aliye kiroho. Yaani maandalio yako ndo ambayo yameandaa ibada. Maandalio yako ndo ambayo yameandaa ukutano wako na Mungu. Amen. Mkutano uliofanyika katika nia yako ndo mkutano ambao unafanyika pamoja na maserafu mbinguni na makerubi mbinguni, ili kusudi Mungu aiadhimishe nia yako iendelee kwenye kukua, kwa sababu ile nia yako ya ndani imekaa na mkutano pamoja na watu wa mbinguni. Sijui naeleweka? Wangekuwa ni waolevu, ningesema labda nianze kule kuongea maneno ya taratibu, maneno yenye kufafanua sana. Ninyi ni watu wazima kuona ni mwenyewe, na mimi natakiwa nichukuliane na nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuambia, nimesema kitu ambacho kinahitajika sasa sio unisikilize mimi, ila isikilize nia yako katika kujifunza. Mimi ni mtu na wewe ni mtu ambaye una uwezo wa kuandaa somo kama niliandaa mimi, na ukaomba mbele za Mungu na Roho Mtakatifu akawa pamoja na wewe, ukazungumza zaidi ya mimi au pungufu kuliko mimi. Sasa kitu ambacho kinachohitajika ni ukamilifu wa nia yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ibada yenye matokeo, tunasoma hilo ambalo linasema ibada yenye matokeo.